Ilikuwa Thursday saa 9 hivi, nilipokuwa nimetoka kutoa watoto wangu shule, nimewapeleka nyumbani. Nilipokuwa narudi kazini kufikia Old Uganda Road hapo kwa highway, traffic light ikawaka, nikaweza kusimama. Tulikuwa wengi hapo. Baadaye afisa wawili wa county waka cross barabara wakaja hiyo side nyingine. Wakaanza kuongea kimzaa, wakisema kwamba wale bodaboda ambao wanapita hizi lights kuanzia Monday watakuwa wanashughulikiwa na mipini za jembe. Niliposikia jambo lilinikera na nika react kwa hiyo maneno, nikasema kwamba si sheria ziko, kulingana na sisi vile tumesimama tunafuata sheria. Afisa mmoja akasikia vibaya, akaja kwangu na kuniambia nitoke kwenye pikipiki langu, akalichukua nikasongesha kando, lakini baada ya mimi kumbembeleza ile hali ya kuomba msamaha, hakuweza kusikia hilo. Pikipiki yangu ikachukuliwa na afisa wa kaunti, akapeleka kaunti. Huyo madam akaniambia jinsi mimi najua sheria sana, niende kuripoti kwamba pikipiki yangu imepotea, ndio sheria ichukue mkono wake. Nikaja kwa huyo ndugu yangu mwingine nikamwambia anisameki mwanaume kama nimeongea vibaya. Akanituma kule kaunti, akaniambia nipate mhudumu mmoja anaitwa Masai, yeye ndiye anaweza nisaidia. Nikaenda kule nikapata yule Masai, nikamweleza pikipiki yangu imechukuliwa hapa saa hii tu na sina makosa yoyote. Masai aliweza kukataa, akaniambia nirudi kwa huyo afisa aweze kumpigia simu ndio aweze kunisikiza. Nikawa ninarudi kutafuta huyo afisa ambaye alinishika. Kufika kwenye gate lango kula county, nikamwona akija kwa county. Nikaenda nikampata, nikamwambia madam, muweze kunisamea, munipe pikipiki yangu niende kufanya shughuli zangu. Akasema kwanza wewe ni wa wapi? Nikamwambia mimi ni mtu natoka Chavakali. Akaniambia kwamba utajua hii ni Uasin Gishu. Nikamwambia aweze kunisamea. Akasema hapana, hiyo haina msamaha, wewe enda hadi Monday. Nikamwambia sasa Monday itakuwa aje, na mimi nataka nirudi shughuli zangu. Akaniambia anataka kupata kopo la chai niweze kumsubiri kwenye lango kuu la county. Nilitii sheria yake, nikaenda kwenye hiyo lango kuu. Nikasimama hapo karibu masaa mawili. Na ile wakati alikuja, Saila anaingia kwenye lango kuu la county, nikamuuliza madam, si unisaidie kweli, nataka niende. Ghafla binvu nikasikia kitu kimenigonga kwa kichwa na nikazirai hapo kwa hapo. Kutokea hapo sikujua kenye kiliendelea, ili hali nilijipata kwenye hospitali. Walikuwa wananifanyia first aid. Daktari aliweza kunifinya hapa kwenye roho, ndio nikapata ufahamu. Nilipofungua macho nikasikia tu watu wakiulizana, wewe ni nani? Eric, mwingine anaita Eric. Nikaitika. Nikajaribu kujiinua, lakini nilikuwa na maumivu mengi sana. Kuangalia kando nikaona askari wawili wa police station Central na wahudumu wawili wa bodaboda ambao tunafanya nao kazi. Walikuwa kando yangu. Nikawauliza nini kinaendelea. Wakaniambia uko hospitali. Wakaniuliza nini ilifanyika, nikawaambia mwisho mimi nakumbuka nilikuwa kwenye lango la county. Na hapo niligongwa na kitu nikaanguka chini. Kutokea hapo daktari akatoa ripoti, akasema kwamba niende nifanyiwe x-ray na CT scan. Akaniambia kwamba niende life care nifanyiwe hizo x-ray na CT scan. Sikukuwa na pesa. Kuna mhudumu mmoja hapo district aliniambia SHA inafanya, nikamwambia sina hata SHA. Akaniambia unaweza ikata, nikamwambia ninaweza kata.
akanishughulikia, nikakata hiyo SHA. Akaniambia nirudi niende life care ama referral ama hospitali yoyote, SHA itanigharamia. Nikakata hiyo SHA, nikaenda referral. Referral wakaniambia nilipe 550 ya sijui ni ya consultation ama ni ya nini. Nikasema hapana, si wameniambia SHA inafanya na walisema siwezi lipa pesa ingine. Nikaambia bibi yangu twende life care. Kwenda life care wakatuambia SHA inafanya lakini wana book. Saa hii laini iko mrefu. Nikaambia bibi yangu acha turudi tu referral, acha tulipe pesa yenye wanataka wanifanyie hiyo scanning. Tukarudi referral, tukalipa hiyo 550. Wakatubukia, tukachukua hiyo SHA, tukaenda wakatupiga picha. Wakatupiga picha wakatuambia turudi kwa daktari. Daktari akasoma report, akatuandikia madawa, akatudischarge. Baada ya kudischarge referral akatuambia leo niende nichukue majibu ya hiyo x-ray na CT scan. Kesho yake nikaamuka asubuhi. Nikaambia bibi wacha niende kwa polisi niandikishe statement juu sijisikii vizuri kabisa. Hapa kwa roho inaniuma sana. Akasema ndio itakuwa vyema uende uandikishe, ndio in case kitu ikifanyika inaweza kuwa liable nani alikufanyia hiyo. Nikaenda station. Wakaniandikia OB statement, nikachukua. Akaniambia nichukue P3, nikachukua P3, akajaza, akanituma tena hospitali yenye nilitibiwa ili daktari aende kujaza. Nikaenda kwa hiyo hospitali, nikalipa payment ya P3, nililipa mwenyewe cash, hiyo SHA yes mamia. Nikalipa, wakaniandikia P3. Nikarudi nayo station. Baada ya kurudisha hiyo P3, akachukua statement yangu tena huyo afisa. Nikamweleza kilichotokea hadi mwisho. Akaniambia ni sign. Nikasign. Baada ya kusign, kuna watu walikuwa wanakuja wakiulizia huyo jamaa mweboda mwenye anasemekana amekufa ako wapi? Huyo deputy OCS akaambia huyo jamaa huyo mtu ameshaenda. Hawakuwa wanataka kuni disclose kwao. Wakasema nimeshaenda. Wengine wawili wakakuja. Deputy OCS akatuchukua akatupeleka kwa ofisi yake. Hao watu wakasema unajua sasa hivi tunaongea na wewe hivi county inaungua na ni kwa sababu yako. Na tunataka ku clear the air, tuseme kwamba wewe uko sawa. Ndio waache maandamano. Wakasema tuende tuchukue video. Tukaenda nyuma ya police station hapo. Juu polisi walisema hawezi chukulia nini ya media kwa police station. Tuende kando huko penye police station ionekani. Tukaenda hapo. Nikawaambia wanabodaboda wenzangu kwamba mimi ni Eric Jumba na niko buheri wa afya, na yule kanjo ambaye aliniattack kesi yake nimefile kotini kwa police station na inachunguzwa. So kutokea hapo nimesikia speculation mingi kwamba ati nililipwa. Hakuna kitu ambacho nimelipwa na mtu yeyote. Na mwenye amenilipa aweze kujitokeza wazi, asema alinipatia pesa wapi na alinipatia mbele ya nani. Kitu ya pili, nikasikia kwa social media kwamba niliongea nikisema kwamba ati mimi niko na health issues. Mimi sijai kuwa mgonjwa mahali popote. I don't have health complications. Mimi afya yangu ni njema na niko stable. Angalau kuanzia vile nilianguka sijasikia mwili vizuri kabisa. Nasikia bado nikisimama sana nasikia kizunguzungu. Kwanza niligongwa hapa nyuma ya kichwa. Ripoti kamili sijapata, nilipewa tu ile form ya P3 na ripoti hawajatoa statement yote ya daktari. So mimi kenye nataka justice.
Justice ndio mimi natafuta. Naweza kuwashukuru wanabodaboda wenzangu kwa kuweza kuokoa maisha yangu, kwa sababu kama sio hao, sidhani kama ningekuwa hai. Juu niliwachwa kwenye lango la kaunti bila mtu kunihudumia, mpaka bodaboda wenyewe wakakuja wakauliza, huyu mtu anatafuta nini hapa na pikipiki yake iko wapi?